Mambo vipi mwanamichezo? Wanakuambia hakuna marefu yasiokuwa na ncha. Lakini aliwahi kunukuliwa Mfalme Suleimani akisema mwenye uelewa wa kutambua na kuona ataweza kuongeza maarifa, lakini tofauti kati ya kuona na kuelewa ni kina kilichopo nyuma ya macho. Sasa leo niko na influencer wa Dar es Salaam Young Africans, lakini huyu anagonga engo zote. Huyu bana kwenye nyeusi anaweka nyeusi na kwenye nyeupe anaweka nyeupe. Ni nani huyu? Tutakwenda kumtambua hivi punde, lakini pia tutakwenda kuangalia mambo ya sajili za Dar es Salaam Young Africans, lakini takwimu za kuelekea msimu huu, na pia tutakwenda kugusa jezi ambazo zimezinduliwa jana pale katika maeneo ya Jangwani. Sasa tuko na bwana Dosa. Bwana kaka, mambo vipi? Mambo poa. Dosa, kwanza tuanze na sakata la jezi. Umeonaje jezi mpya wa Dar es Salaam Young Africans ukilinganisha na msimu uliopita? Msimu uliopita tulikuwa na jezi nzuri. Kwa msimu huu umekuwa jezi imekuwa nzuri zaidi ya msimu ulioisha. Msimu uliopita hatakuwa na jezi za kuvutia. Tulivaa kwa sababu ni timu yetu. Tulivaa kwa sababu wachezaji ili wacheze lazima wavae jezi. Lakini to me, mmoja katika msimu ambao tulifanya vibaya kwenye jezi ni msimu uliopita. Kuna jezi ambayo imeonekana jezi ya njano. Watu wanasema jezi pia hairidhishi. Wewe kwako unaliongeleaje? Za msimu uliopita? Za msimu huu wanasema jezi kama ya DRS. Ni shabiki wa timu gani anasema hivyo? Nimepita Insta naona watu wameposti sana, wamesema ni kama jezi za football zile za kwenye magemu, yani game ya jezi ya njano. Najua banya leo mambo ya jezi yapo kwenye utani wa jadi sana. Lakini mimi siamini kama itakuwa Yanga msimu huu wametoa jezi mbaya, siamini. Lakini kwenye vitu vitatu lazima moja kiwe bora. Mimi ukiniuliza ipi jezi yako bora kwenye zile jezi za Yanga ambazo zimetoka, ambao kila nikiangalia machozi yananilenga, ambao kila nikiangalia nikasema kwa nini na mimi nisiwe nayo, kila nikiangalia natamani nimtafute mtu yoyote ama nifanye kitu chochote ili jezi nifanyaje nipate, ni jezi nyeusi. Kuna shabiki mmoja wa Yanga tuliongea naye akasema amepewa mke kwa sababu ya hiyo jezi. Mambo ndo kama hayo. Hata mimi ukiniuliza ipi jezi bora kwenye zile jezi tatu ambazo Yanga wamezitoa jana, mimi nitakwambia kwanza nyeusi, ya pili ya kijani, alafu ndio inafuata ya njano. Tuelekee kwenye tamasha la siku ya wananchi. Inaonekana kama tamasha limepoa. Wewe kwako hiyo unaionaje? Tamasha halijafika. Unasemaje limepoa? Sababu naona ukimya umetawala, au pengine ni surprise ambayo inatarajiwa kufanyika hapo mbele. Tusubiri. Lakini mimi huwa maongezi yangu yanazungumzika sana ndani ya uwanja. Kwa hiyo siku ya mwananchi mimi naamini mashabiki wataingia kwa wingi mno. Na mpaka sasa nimeangalia kwenye ile average ya kununua tiketi, mzunguko ni 85%. Maana yake mwitikio ni mkubwa. Bwana, hii surprise mambo yanaenda chini kwa chini. Yes. Safari hii viongozi wameamua wafanye mambo kwa wao wanavyohitaji, tofauti na msimu uliopita. Msimu uliopita kilichokuwa tunachochanganya tufanye kelele nyingi mitaani ni jezi, lakini pia usajili. Sasa msimu huu wewe unafikiri Alikamwe atatumia nguvu kuwatuma influencer? Au influencer utapata kelele gani kwenda kuhamasisha watu ende Yanga Day? Timu ina Shalulile, timu ina Zokouma, timu ina Ture. Ni sajili ambazo of course hatujaziona, lakini kwa namna ambazo zinazungumzwa lazima tuingie tuseme kwamba huu sajili ni mzuri. Na hili pia watu walielewe vizuri. Kuna kusajili vizuri nikimaanisha kuleta mchezaji bora, lakini pia mchezaji bora pia ana kazi ya kufanya vizuri kuonyesha yeye bora. Mimi kumbukumbu zangu nilishawahi kushuhudia signing ambayo Manchester United walifanya kutoka kwa Antonio. Wakati yuko Ajax Amsterdam kule, yule bwana mdogo alikuwa na kiwango kikubwa mno.
Na kocha alomfundisha kule Ajax ndio kocha wao wa United na ndio alomsajili United. Mwisho wa siku ikawaje? Sio, unaelewa? Kwa hiyo kaenda kufanya vizuri. Tumesajili kina Shalulile. Tumesajili kina Ture, kina Zokuma na wengineo. Lakini bado wachezaji hao hawajatuonyesha ndani ya Yanga. Kwa hiyo mimi nitaonekana mtu ajabu nikisema usajili huu ni mbaya ikiwa bado hawajanionyesha. Shalulile naweza nikamzungumzia kwa mapana. Lakini kwa takwimu inaonekana wachezaji wanaosajiliwa katika ligi yetu hasa katika hivi vilabu viwili ambapo ni Simba na Yanga, inaonekana ni wachezaji ambao wanasajiliwa na status kubwa. Kwa mfano tukianza na Shalulile, ni mchezaji ambaye amesha prove Afrika kwa kuwa mfungaji bora wa ligi ya mabingwa, pia ligi ya ndani. Kwako wewe usajili huu umeuona vipi? Tukumbuke hapa nyuma Mamelodi Sundowns Peter Shalulile alikuwa ana injury kidogo na pia alikuwa anaanzia nje. Wewe kwako huu ni usajili bora au viongozi wamesajili kulingana na jina la Shalulile? Shalulile amesajiliwa kwa sababu ya ubora wake. Hajasajiliwa kwa sababu ya statistic number. Amesajiliwa kwa sababu ya ubora wake aliotengeneza kwenye ligi kuu ya South Africa na CAF Champions League. Mimi siamini kwamba viongozi wa Yanga walienda kumsajili kwa sababu ya namba alizozitengeneza. Kwa sababu moja mchezaji ambaye msimu uliopita alifanya vibaya zaidi ni Shalulile. Hakuna namba nzuri wala hakuwa akipata nafasi. Lakini kwa sababu ana experience, kwa sababu aliwahi kuwa bora, watu wakamsajili. Kwa hiyo yuko pale kwa sababu alishajitengenezea ufalme wake. Yaani kama wewe Banya leo uko na mimi, ni kwa sababu mimi nishatengeneza ufalme huko wa kuchambua. Kwa hiyo umeona kwamba mimi nafanyaje? Nafaa. Kwa hiyo kama kuna mtu anaamini Shalulile amesajiliwa pale kwa sababu ya ubora wake ambao ameonyesha msimu uliopita, ni uongo. Msimu uliopita Shalulile hakutengeneza namba yote ambayo inaweza ikamvutia mtu ambaye anaingia kwenye soka alafu akamsajili. Lakini sisi ameshaonyesha, na viongozi wamemsajili kwa sababu ya huko nyuma, sio kwa jana. Kwa hiyo tunaamini kiwango chake alichokionyesha huko nyuma, lakini kwa namba hazijamleta pale msimu huu. Msimu uliopita Shalulile alikuwa na namba mbovu. Kwa hiyo tunaamini Shalulile atakuwa bora kwa sababu aliwahi kuwa bora. Sio kwamba ni bora, aliwahi kuwa bora. Na kwa sababu timu inahitaji mchezaji mwenye experience, mwenye ukomavu, ndio maana Yanga kaenda kapita naye. Lakini moja ya mchezaji ambaye msimu uliopita alikuwa na namba za chini au namba mbovu basi ni Peter Shalulile. Bana, mambo ya dosa. Sasa turejee kwa wapinzani ambao ni Simba Sports Club. Kesho wanaelekea kufanya tamasha lao la Simba Day, lakini usajili wao kwa kiasi kidogo umeonekana kule katika mashindano yaliyochezwa pale nchini Rwanda Kagame. Umeona wamesajili, lakini tuje kwa striker pale namba 9 Ibrahim Dumbia. Dumbia, kwako wewe umemuonaje? Huyu ni striker wa viwango wa ushindani kuja kuichangamsha ligi yetu, au pengine una sintofahamu hapo? Yani za Ibrahim Dumbia, nimetoka kumzungumzia Peter Shalulile, nikasema Peter Shalulile amesajiliwa na Yanga kwa sababu ya ufalme aliotengeneza since, si kwa sababu kwamba season hiyo inamalizika alionyesha ukubwa, alionyesha ubora. Lakini umeniuliza kuhusu Ibrahim Dumbia. Leo ukitafuta mchezaji ambaye amesajiliwa kwenye ligi kuu ya Tanzania bara, ligi kuu ya NBC, mwenye namba kubwa, basi huwezi kumtaja Ibrahim Dumbia, huwezi ukacha kumtaja. Amesajiliwa na Simba kwa sababu ya performance, lakini pia na statistic alionyesha msimu uliomalizika kwenye ligi ya Bari. Sasa huwa mimi najiuliza, ni kigezo gani ambacho baadhi ya mashabiki wanakitumia kumtoa kasoro Ibrahim Dumbia?
Pengine labda wameona staili yake ya uchezaji, mikimbio, kwa sababu alishapita wachezaji wengi wakiwa na staili kama ya kwake na wakashindwa kuprove. Sasa hiyo ndio kinachowatia hofu, labda pengine kwa sababu ya muda, apewe muda. Kwa hiyo leo tunamtathmini mchezaji kwa sababu ya mikimbio. Hivi kwa nini wewe Banya tusikae kwenye chumba kimoja tukamzungumzia Ibrahim Dumbia kwa statistiki ambayo ameitengeneza? Tukae tu kwenye chumba tumzungumze Ibrahim Dumbia kwa statistiki alofanyaje, aliotengeneza msimu uliopita. Sasa niambie, ligi ya Mali dhaifu. Kama ligi ya Mali dhaifu, lakini ndo ligi ambayo imetoa kipa bora na ndo ligi ambayo sisi kama Watanzania kama Yanga tunanufaika kwa nani? Kwa Djigui Diarra. Lakini ndo ligi ambayo msimu uliopita na msimu ule tulikuwa na Kanuti kwenye ligi yetu. I think bado yupo, si ndio? Wapo wachezaji wengi wa Mali wamepita hapa, kina Diakite, Azam. Unasemaje ligi hiyo ni dhaifu? Mimi naamini kwenye uhalisia kuliko propaganda. Ili kumponda Ibrahim Dumbia ni lazima utengeneze propaganda iliyokuwa imeshiba. Na mimi naendelea kukuambia ili chukua. Mmoja ya mchezaji ambaye anapaswa kuchungwa mno mechi ya dabi kwenye ligi kuu ya Tanzania bara, kwenye CAF Champions League msimu ujao, basi ni Ibrahim Dumbia, huwezi acha kumtaja. Ni mchezaji mwenye namba kubwa, ni mchezaji mwenye umri wa kushindana, lakini pia ni mchezaji ambaye anajua thamani ya timu anayoichezea na pia anajua thamani ya ligi anayoichezea. Ibrahim Dumbia huyo. Kwa kumaliza, unaona usajili huu tuliofanya wa vilabu vyetu vya nchini Tanzania kwa ujumla, hasa vilabu vikubwa hivi viwili Simba na Yanga, unaona vinaweza kwenda kushindana kwenye soka la kimataifa kwenye CAF Champions League na CAF Confederation Cup? Yes. Changamoto ya mashindano CAF Champions League msimu huu